ikaendelea mbele sana. Hata anahamisha serikali kwenda Dodoma. Sasa wale ambao wanaamini katika ulimwengu wa roho, huko nako kuna mapambano makubwa. Hii nitaiacha kwenye familia yake. Alibidi atafute sehemu ambayo angalikuwa na amani ya nafsi, ya moyo, kutoa uongozi kwa Watanzania. Alihamia Dodoma, akikaa kwenye kile kiikulu kidogo alichokiacha Mwalimu Nyerere. Mimi na viongozi wangu wa CCM tumefanya kazi pale chini ya maelekezo yake mara kadhaa, kufanyia kazi mara kadhaa. Akajenga annex hata kabla ikulu rasmi haijakamilika kujengwa. Akahamia Dodoma, na kila mtu ahamie Dodoma. Juzi nimesikitika, jana wamefanya kampeni uzinduzi Dar es Salaam, wakati tulishakubaliana kila kitu cha kwanza kinaanza makao makuu ya nchi. Muda unakwenda bwana. Hili jambo moja. Sasa hawa watu wa CCM mtandao wameendelea kumzonga sana Rais Magufuli, wakimhujumu kwa namna yote. Nimepata kuambia, mimi nimetaka kutekwa kipindi cha Rais Magufuli, na huu shahidi upo na vyombo vinajua. Asa fikiria, mimi nilikuwa ndio katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi, au kwa sababu ni mtu salama, au huenda yeye ndo anataka kuleta vurumai, lakini mimi nimekuwa kwenye hatari ya kutekwa. Na wakina nani? Wale wanataka kumpunguza spidi Rais Magufuli. Haitoshi, tukaendelea hapo. Matukio au majaribio au taarifa za kudhuru maisha ya Magufuli yamejitokeza zaidi ya mara 3-4. Niliwaambia mara ya kwanza taarifa zimeletwa kwangu, nikamjulisha. Mara ya pili taarifa zimeletwa kwangu, nikamjulisha. Mara ya pili wale wanapokea, yule dereva wa taxi anachukua nyaraka kutoka kwa kiongozi mmoja wa chama CCMB. Ni mtanielewa. Mmoja wapo wa viongozi walikuwa wanasambaza ile bahasha yenye makodi mle ndani. Alikuwa ni mmoja wapo ya viongozi wa staff wa CCMB mle ndani. Yule dereva wa taxi kama yupo atanisamehe nimesema mambo haya. Wametaja, wameandika kodi na majina Magufuli, Mangula. Hapo katikati mnakumbuka haikuchukua round, Mzee Mangula alilishwa sumu. Alikuwa ofisini. Isingekuwa kumharakisha hospitali, tungezungumza mambo mengine. Lakini ukitazama vizuri, ni nani anatuwinda kipindi kile? Adui mkubwa wa Chama cha Mapinduzi na Tanzania, CCM mtandao. Hasa tunaendelea. Kosa moja Magufuli alifanya. Alitaka kufanya maridhiano na watu ambao hawapaswi kuridhiana nao. Mafisadi, wezi, huwezi kuridhiana nao. Huwezi kumgeuza fisi akawa paka, mnyama wa kukaa naye nyumbani. Utarudi siku amekula watoto wako wote. Hili kosa kubwa alilifanya Magufuli. Akaamini anaweza akaridhiana na wale watu walikuwa wametofautiana naye, wamepingana naye sana mwaka 2020. Sasa kwa mfano mtu mmoja ameshiriki sana, ndio ikawa comeback yake. Sisi na Rostam watu kila mtu anafahamu kwenye CCM alikuwa ametudhulumu. Ilibidi tumweke sawa kuturejeshea stahili za Chama cha Mapinduzi. Hili linafahamika. Yeye ndo akafanya akabroka Magufuli anakutana na Lowassa. Mimi nilimwambia Rais Magufuli, mwenyekiti, uko msimamo wa Tanzania wanakujua. Hawa watu hawajawahi kubadilika. Unayebadilika saizi ni wewe unaowaamini hawa ni watu waliobadilika. Hawa watu hawabadiliki. Hawatakuja kubadilika. Maslahi yao ni ya kudumu, kubananga na kubagaza nchi yetu ya Tanzania. Sasa unamshauri kiongozi mpaka hapo, kisha unaacha anafanya uamuzi wake. Siku akatwita, sisi tulikuwa Dodoma.
Siku hii nilikuwepo mimi, Mzee Mangula na katibu mkuu kwa wakati huo Bashiru Ali. Tukaharakishwa kukimbia kwenda Dar es Salaam. Siku sinampokea Lowassa. Mimi kama siku moja mbili nimezungumza yale maneno na Rais Magufuli. Tumefika Lumumba pale, tumempokea. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuandaa mambo yote pale na nini, waandishi wa habari. Mimi nimehuzunika ndani ya moyo, nimepondeka moyo wangu kwa sababu mtu huyu tunamjua. Magufuli amemaliza pale, wala waliokuwepo watashuhudia jambo hili. Tumemaliza, tumeongeongea pale, ananiuliza pole vipi, akijua tumezungumza before. Mimi siungi mkono jambo hili. Nikasema salama tu mwenyekiti. Tukaingia ndani, bwana Rostam alikuwepo, yuko vizuri. Hawa watu wamekuwa wanamuwinda wampate kwenye engo wamalizane naye. Na leo nitawaambia kitu kimoja. Ziara ya mwisho ya Rais Magufuli alitokea Morogoro, yuko vizuri kabisa, kaenda soko la Kingalu vizuri kabisa. Ziara ilikuwa inaishia soko la Kingalu. Sasa ni makosa sisi wote kama binadamu tunaweza kufanya. Akasema hapana, tunabaki Morogoro. Akaenda kuzindua viwanda Morogoro, akamaliza kuzindua viwanda, kimoja wapo kilikuwa cha Rostam. Wale walikuwepo, yani kama kuna siku tutaka watu waulizwe maswali, wale walikuwepo pale siku ile waeleze kuna mazingira very strange yalifanyika siku ile katika namna ambayo haikuwa imetarajiwa. Baada ya hapo rais anarudi Dar es Salaam, na hiyo ndio ilikuwa safari yake ya mwisho. Mimi katikati hapo nilikuwa Arusha, nikaitwa siku anakwenda kuzindua Magufuli